Okay, mtazamaji, tumerejea tena kwenye kipindi kizuri cha Mama 255. Naamini kwamba haujaniacha, bado uko kando ya televisheni yako. Hivyo basi nambari ya simu ni moja tu ambayo napita hapo chini ya televisheni yako. Nitumie ujumbe hapa na mimi bila yana nitausoma ujumbe wako mubashara kabisa. Na siku ya leo tuko na mada moto. Ambapo naamini kwamba kwa ninyi wanawake siku ya leo ni siku yenu, lakini pia na wanaume pia nanyi siku ya leo ni siku yenu. Mada ya leo inasema afya ya uzazi. Afya ya uzazi. Jamani, tutajuaje kwamba uzazi wetu uko salama ama hauko salama? Na ni njia zipi tuzitumie? Yaani mambo ni mengi. Hivyo basi usitoke, endelea kumuita jirani, endelea kumuita rafiki, muendelee kukaa kando ya televisheni yako. Basi leo tunaye Dr. Nimpe nafasi aweze kujitambulisha kisha tuweze kuendelea. Karibu. Thank you so much. Umependeza? Okay. Hivi natamani kujua kwa nini madokta mkamua kwa mnavaa makoti meupe, labda sio meusi, sio ya kijani, sio kijani, mimi sio nyekundu. Nadhani ni kwa nini? Ukiwa unaongelea afya, unaongelea usafi. So you have to be smart. Okay. Yes. Mtazamaji wangu ananiambia kama hakusikii vizuri. Okay. Basi karibu jitambulishe kisha tuendelee. Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Moses Mungure. Natoka taasisi inaitwa Eve Enterprises Corporation Africa. Okay. Ambayo inahusika na uzazi kwa wanawake na wanaume. Okay. Yes. Iko wapi? Inatoka Philippines, ndio makao makuu. Lakini kwa hapa Tanzania makao makuu ni Arusha. Yes. Kwa huku Mwanza labda kuna branches, labda Dodoma, Singida, wapi, au ni tu makao makuu kwa Arusha basi hiyo imetosha? Okay. Kwa sasa hivi imeanza mwezi wa kwanza Tanzania na makao makuu ni Arusha. Then kwenye mikoa mingine ndio tumeanza Dodoma, kuna ni Morogoro kuna ofisi tayari. Lakini pia hapa Mwanza mpaka mwezi wa 11 tutakuwa tayari tuna ofisi kubwa nzuri, kwa sababu hatutaki kufungua ofisi ndogo zile za mtaani tu. Na tunahitaji kufungua ofisi kubwa kwa sababu ni taasisi ya afya ambayo iko very serious kusaidia issue ya uzazi. Yes. Okay. Na Dar es Salaam pia tupo na maeneo mengine. Kabla tujaingia kwenye mada yetu, nikikutazama na kuwa ni kijana mdogo na nini, ni kitu gani ambacho kilikushawishi wewe kusoma masuala ya afya? Maana tunategemea watu ama tunaona watu ambao wanasoma masuala ya afya ni watu ambao kidogo kama vile kaumri kameenda, majayanti wanene, lakini kikutazama wewe kijana mdogo, wewe kitu gani ambacho kimekuvutia wewe? Wow. Tangu nikiwa mdogo ninapenda kusaidia mtu wa kiume. Nilikuwa napenda kukaa na bibi yangu. Bibi yangu ilikuwa kama unaumwa tu anakimbia kwenda kutafuta dawa zile za miti za nini. Kwa nilikuwa ninaenda naye, inahakikisha nijue ni dawa gani, ni dawa gani. Okay. Na naenda kuwatengenezea nyumbani mtu wa kiume, hata sinitafuti tena bibi. Mimi ndio naenda kufanya hizo kazi. Okay. Kwa hiyo wakati pia ninaendelea kusoma nilipenda sana masomo ya sayansi. Kwa hiyo kwenye biology pia nilikuwa nafanya vizuri sana. Kwa hiyo imekuwa ni ndoto yangu kubwa sana. Sipendi kumuona mtu anaumwa. Okay. Kabisa. Wow. Especially kumuona mtu anaumwa alafu ajui solution ni nini. Mimi ninapenda kwenda kutafuta solution na kumsaidia yule mtu, na sipendi kumuona ninampa nafuu. Okay. Napenda kumfanya yule mtu arudi kawaida kabisa, haponi. Yes. Watu wanasema kama masomo ya sayansi ni magumu. Vipi kwako wewe? Hapana kabisa. Hiyo ni mindset ndogo sana. Ni maamuzi. Na kama una ndoto kubwa na unatamani kufika mbali, lazima uweke bidii. Amnaga kitu kikubwa au kuweza kusaidia maelfu ya watu kwa kuwa mvivu au kutokuwa na bidii ya kufanya vitu. Kwa hiyo ukitamani kufanya vitu vikubwa na kuwasaidia watu, sio kwenye mkoa tu, kimataifa, lazima uweke bidii, lazima ufanye vizuri. Kwa hiyo hamna kitu kigumu kabisa, ni mindset. Okay. Yes. Hongera bana. Thank you. Okay, back to kwenye mada yetu inasema afya ya uzazi. Nini maana ya afya ya uzazi? Wow. Wow. Tukiwa tunaongelea afya ya uzazi, tunaongelea ongezeko la mtu na mtu. Yaani generation, kizazi na kizazi. Yes. Sasa tukiwa tunaongelea afya ya uzazi kwa ujumla, ni kwamba ni kuweza kulinda vizazi vinavyokuja viweze kuwa salama na viweze kuwa na afya njema. Okay. Yes. Okay, sasa mimi kwa leo sitaki kuwa mwongeaji sana, maana pia
Mimi huko kwenye masomo ya sayansi nilikimbia. Kwa sasa natamani hapa twende moja kwa moja utuelezee afya ya uzazi iko vipi, tutajuaje sisi kama wanawake lakini pia na wanaume kwamba jamani uzazi wetu uko salama na afya yetu ya mwili ipo salama. Maana pia nikiangalia hapa umekuja na bidhaa tofauti tofauti kwa ajili ya kutusaidia sisi kama akina mama, kama mabinti, lakini pia na akina baba. So karibu, uwanja ni wako wako. Wow. Asante sana mtangazaji. Kwa ujumla kumekuwa na changamoto kubwa sana sasa hivi inayoendelea kwenye eneo la uzazi. Na ni kwa sababu ya vitu mbalimbali. Cha kwanza kabisa ni aina ya vyakula tunavyokula. Sasa hivi havisapoti kujenga miili yetu kama vyakula vya zamani. In this way kwamba vyakula tunavyokula sasa hivi wengi sana hawachemshi. Unaweza kula chakula kilichochemshwa kila siku. Hapana. Tunapenda kukaanga, lakini kiuhalisia kwenye kukaanga tunaua zile stem cell zenyewe ambazo zinapatikana kwenye matunda, mimea na vitu vingine vyote ambavyo tunakuwa tunavitumia. Sasa ukiua stem cell maana yake ni unaenda tu kufurahisha mwili. Sawa, huo usisikie njaa, lakini hamna kinachojengwa. Au ukikuta kinajengwa ni kwa asilimia chache sana, tofauti na vyakula vya zamani. Hata sasa hivi ukiweka tu kitu mdomoni ambacho kimechemshwa, yani huwezi kusikia ile ladha kama ambavyo ukipewa kitu kilichokaangwa, burger and everything. Yes, tunapenda KFC na kila kitu. Lakini tukija kuongelea afya ya uzazi sasa kwa ujumla, ni kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa sana la kansa ya mlango wa kizazi na kansa za matiti, tezi dume, hernia, changamoto ya korodani, lakini pia na impotence ambayo imekuwa ni janga kubwa sana na imeleta tafaruko sana kwenye ndoa nyingi. Watu wengi wanakimbiana sasa hivi, wanagombana, hamna amani kwa sababu ya changamoto ya uzazi. Lakini shirika la afya lilitoa takwimu hii, wakasema WHO, World Day Organization, ilisema kwamba kila mwaka wanapatikana wanawake 500,000 wenye saratani, na kila baada ya dakika 2 kuna mwanamke anakufa na saratani. Kila baada ya dakika 2. Kwa hiyo ongelea tu sasa hivi wakati tunazungumza hapa kufa wanawake wangapi? Jamani. Hatari kubwa zaidi ni kwamba asilimia 80 ya hao wanawake wapo Afrika ikiwemo Tanzania. Na wanasema kwamba ikifika 2030 idadi itakuwa imeongezeka mara 7. Mwaka jana wizara yetu ilitangaza kwamba wanawake wenye saratani ya kizazi na matiti wamekuwa ni wengi sana. Lakini ukiangalia ni kwa sababu ya lifestyle tulionayo ambayo imekuwa ni hatari sana. Wengi wanatumia dawa za uzazi wa mpango. Nimesikia sasa hivi bungeni viongozi wanapinga sana. Mabinti wanatumia sana P2, vijana wanatumia sana dawa za kuboost mishipa kwa ajili ya kufanya tendo, pasipo kujua kadri unavyoendelea kutumia zile dawa za uzazi wa mpango kwa wanawake inaenda kukata kabisa hedhi zako. Kwa hiyo tunaenda kupata wanawake wengi wenye ugumba. Lakini ukishakoma hedhi kabla ya wakati unatengeneza kansa, kwa sababu zile ni red blood cell ambazo zinakuwa zinatoka, sawa ili kizazi ambazo hazihitajiki sasa zinatoka ili kuruhusu kizazi kutengeneza seli mpya. Sasa ikitokea umeshakoma kabla ya wakati, kwa sababu kikawaida kabisa kukoma hedhi, menopause, ni miaka 51 kuendelea. Kuna wengine wanachelewa mpaka miaka 57, lakini kuna koo zingine tegemea na koo uliotoka wanawahi miaka 45. Sasa ni hatari sana. Asilimia 80 ya wanaokoma kabla ya miaka 51 ni ambao wamepata early menopause. Na unakuta ni changamoto, labda ametumia dawa za uzazi wa mpango, lakini pia unakuta ametoa mimba kabla ya wakati, labda huko nyuma kuingiza vile vyuma. Lakini changamoto nyingine, kutumia pombe kali, kutumia sigara, inaathiri sana mfumo wa mwili na uzazi na seli kwa ujumla. Lakini pia kumekuwa na changamoto kubwa sana sasa hivi kwamba umri unavyoenda seli za mwili zinashuka kwa sababu miili yetu haijengwi vizuri. Lakini shirika la afya lilitoa takwimu nyingine, wakasema asilimia 62 ya matatizo ya uzazi kwa wanawake yanasababishwa na matumizi ya pedi zenye viwango vya chini vya ubora
na kiwango kikubwa cha kemikali. Nikiwa ninasema hivi, simaanishi kwamba wanaotumia pedi sio sahihi. Hapana kabisa. Ni sahihi kabisa na ni vizuri kabisa, lakini changamoto ipo kwa wanaotumia. Kwa sababu wanaotengeneza wanatoa utaratibu kabisa kwamba unatakiwa utumie masaa 3, 4 mpaka 6. HQ wanasema masaa 6. Lakini miongoni mwa wadada wengi sana wakivaa usiku wanalala nao mpaka asubuhi. Na ikifika ile asubuhi akikuta kama ni damu imetoka chache kwenye menstruation cycle, anasema ngoja ifike saa 2 ndio nitabadilisha, ngoja nifanye usafi nini hapa, alafu nitabadilisha, nitaoga, nitatoka, nitaenda kwenye biashara zangu. Kumbe ukishapitiliza yale masaa unatengeneza tatizo, kwa sababu ile ni karatasi ambayo kwa mfano huo unaotoa. Ndio maana serikali imetangaza pia kwamba watoto wenye miaka 9 kuendelea wachomwe sindano za kuzuia saratani. Kwa nini? Kwa sababu pia na wao wamevaa pampers. Zile pampers unamvalisha mtoto, unakuta mtoto ameungua, upo kwenye basi, unasema nikifika nitambadilishia, na ulishaekewa yale masaa ya kutumia, masaa 3 mpaka 6, lakini unakuta uko kwenye safari, wamama wachache sana wanaweza kuwabadilishia watoto wakiwa kwenye basi. Mwingine anasema ustaarabu, usijoka ukawa haribu hali ya hewa, kwa ngoja afike. Kumbe ukishapitiliza ile masaa unatengeneza tatizo lingine kwa mtoto. Ndio maana imekuwa rahisi sana sasa hivi kwa binti akishavunja ungo anapitia maumivu makali sana ya tumbo kwa sababu ya hiyo changamoto kwamba ile sumu imeshaingia ni nyingi sana. Nilikuwa nataka kuzungumzia kwamba kumekuwa na hiyo changamoto kwa ukubwa kwa sababu zile karatasi ni nyuzi za mbao. Nilikuwa nataka kuelezea mwanzo. Zile nyuzi za mbao huwa zinachanganywa, ile karatasi huwa inachanganywa na kemikali ya klorini kwa ajili ya kuisafisha iwe safi kwa matumizi hayo na kuua bakteria. Sasa mekanizmu ya kuchanganya nyuzi za mbao na kemikali ya klorini unatengeneza kemikali nyingine hatarishi inayoitwa dioxin, ambayo ni first class cancer causing agent. Yaani ni sumu ya kwanza yenye uwezo mkubwa sana wa kusababisha kansa kwenye mwili. Sasa ukizingatia ile masaa haina madhara, ambayo kiangalia yanapatikana kwenye pedi, yanapatikana kwenye pampers. Ukizingatia ile masaa haina madhara yoyote. Lakini ukishapitiliza ile masaa, ile sumu inayosababisha kansa inafanyaje? Inapanda. Na hii ni kwa International Cancer Research Center. Wameelezea hiyo vizuri. Na hata ukiingia Google sasa hivi, unajua sasa hivi dunia ni kijiji Ni kweli? Yes, dunia imekuwa ni kijiji. In a way ambayo hata ukiingia Google ukaandika, ukakuta una changamoto fulani, ukaandika ile tatizo, wengine wanatumia chati, wanasema chati GPT. Sasa hivi imekuwa ni nzuri sana. Inakuelezea kila kitu, kila kitu. Lakini sasa ukiingia Google ukaandika what is dioxin, utakuta ni mchanganyiko wa hizo karatasi pamoja na kemikali ya chlorine. Na kuna sababu nyingine tofauti ziko pale. Sasa ukiangalia wangapi wanazingatia masaa? 80% hawazingatii masaa. Ndio maana ile takwimu, na hiyo sumu inasababisha kansa. Ndio maana ile takwimu ikatoka kwamba sasa hivi wanapatikana wake 500,000 kwenye changamoto ya nini? Ya kansa. Lakini ikifika 2030 idadi itakuwa imeongezeka mara 7, na 80% ni wa Afrika. Ikiwemo Tanzania, na nimeelezea hapo nyuma takwimu zilizotoka pia nchini kwetu mwaka jana. Kwa hiyo umeona kuna hatari kubwa sana. Tunaongelea kama tunasema itaongezeka mara 7, tunaongelea kama sasa hivi ni 500,000, tunaongelea about million of people watakao kuwa na saratani. Sasa ile sumu ikiingia isababishi kansa wakati huo, kwa sababu kansa ni ukuaji wa seli zilizokufa kuliko zilizo hai. Sasa kinachoenda kutokea cha kwanza ni kwamba kinga ya mfumo wa uzazi inashuka, kwa sababu kama inaathiri seli, maana yake kinga ya mfumo wa uzazi inashuka. Kinga ya mfumo wa uzazi ikishuka, maana yake homoni zitavurugika. Na kwa wanawake inaenda kuvuruga homoni ya estrogen pamoja na progesterone moja kwa moja, ambazo ni muhimu sana kwa uzazi, ambao unakuta wengi wanakoma hedhi, ambayo tunaita amenorrhea au early menopause, ambao ni hatari sana. Kadi inavyoendelea kuwa nyingi, kwa sababu pia kwa nini tunaongelea kansa ya matiti? Kwa sababu maziwa ya mwanamke yametengenezwa kimaalum kabisa kwa
kwa ajili ya kuhifadhi chakula cha mtoto. Sasa ile sumu pia ukishapitiliza masaa, kadri inavyoendelea kuingia kwenye via vya uzazi, inaenda pia kukimbilia kujikusanya kwenye matiti. Ndio maana wanawake wengi sana sasa hivi wakiingia period, unakuta anaweza kasikia titi moja linauma, wakati mwingine kuna vitu vinawaka ndani, wakati mwingine matiti yanajaa kama vile ni mjamzito, lakini kumbe tayari ni ile sumu inazidi kuwa nyingi sana, inaendelea kukuathiri. Na kadri inavyoendelea sasa inaenda kusababisha kitu ambacho ni very common sasa hivi kwa wadada, na wanakifikiria ni kitu cha kawaida. Tunakiita endometriosis. Hii ni hali ya kupata maumivu makali sana kwenye nyonga pamoja na chini ya tumbo, ambapo unakuta asilimia kubwa sana wengi wanaenda kutumia Flagyl, wanaenda kutumia Thromycin, wengine wanaenda kutumia Diclofenac, wengine wanatumia paracetamol, wengine wanatumia mpaka Coca-Cola. Can you imagine? Yes, kwa ajili ya kutuliza yale maumivu. Na ni kweli yanatulia, lakini ile chemical reaction unaenda kuifanya pale. Alafu hauendi kula vyakula vitakavyotoa sumu na kufanya mazoezi pia kutoa sumu na kujenga zile seli vizuri mpya ili zile zilizokufa zitoke. Uko kwenye hatari kubwa sana ya kuwa na saratani. Okay? Na nilikuwa ninatoa takwimu chache siku chache zilizopita ambazo zinaendelea na zipo kwenye mitandao ya kijamii na zipo kwenye Google na everything, kwamba mwaka mmoja mpaka miaka 20 seli zinafanya kazi kwenye mwili kwa 100%. Na miaka 20 mpaka miaka 50 seli zinafanya kazi kwenye mwili kwa 50%. Umeona zinavyo decelerate? Kwa maana vijana wa kawaida sana sasa hivi wana pressure. Vijana wa kawaida sana sasa hivi unakuta ana heart attack. Kijana wa kawaida sana sasa hivi hawezi kubeba ujauzito, au mwanaume hawezi kumpa binti ujauzito kwa sababu seli zake ni dhaifu. Na wanakufa sana vijana sasa hivi. Unakuta kijana ameshtuka tu ampata pressure ya kawaida tu, au kichwa kimemuuma, amekimbia hospitali, anaweza kafa njiani, au wakati mwingine anafikishwa hospitali anafanywa matibabu mawili matatu, ameathirika, amekufa. Kwa nini? Kwa sababu seli zimeshuka. Nikiwa naongelea seli zimeshuka ni somo lingine refu sana ambalo tukianza kuliongelea hapa tunaweza tusimalize. Lakini kwa ujumla ni kwamba ikifika miaka 50 sasa mpaka 65, hapa siongelea tena 70 mpaka 100. Naongelea miaka 50 mpaka 65. Seli zinashuka, zinafanya kazi kwenye mwili kwa 10%. Ambayo ni hatari sana. Ndio maana watu wengi sana sasa hivi wakifika miaka 50 kwenda ameshachoka. Kijana wa kawaida sasa hivi hata miaka 40 kushuka ni mzee, amechoka. Kwa nini? Kwa sababu seli tayari zimekuwa dhaifu nyingi sana. Sasa miaka 50 kuendelea kukuta mzee, kama ni mwanaume ana tezi dume, kama ni mwanaume ana changamoto ya impotence, erection, kama ni mwanaume anakuta ana changamoto ya ngiri, kama sio akifika kwenye baridi tu korodani anapata maumivu makali kwenye korodani, kama ni mwanaume ana changamoto ya pressure, sukari, macho hayaoni. Can you imagine? Kama ni mwanamke utakuta ni kansa za matiti, kansa ya kizazi, utakuta ni changamoto ya miguu kuvimba, kufa ganzi. Wakati mwingine wengine wanakuta anakuambia mgongo unauma, uti wa mgongo na nini, haiwezi kuinama, haiwezi kufanyaje. Kwa nini? Kwa sababu seli zimeshakuwa dhaifu. Sasa wakati tunazungumzia afya ya uzazi, nikiwa naongelea issue za pedi, kwa sababu wengi wanakosea utaratibu, na kosa lipo kwa watumiaji, sio kwa watengenezaji. Watu wanakuwa wanafikiria kwamba ninaongelea wanawake peke yao. Naongelea wanawake peke yao. Naongelea mpaka wanaume, kwa sababu ya umri unavyoenda seli zinashuka, na unakuta hizo changamoto ni nyingi sana. Kwa hiyo imekuwa ni hatari sana kwenye kizazi chetu, ambapo pia watu hawana tendency ya kufanya mazoezi kila asubuhi. Mpaka mtu itokea ameshaumwa, hali ni mbaya, anapelekwa hospitali, anaambiwa wewe unafanya mazoezi kila siku, at least tembea kilomita kadhaa kila siku, ili kuweza kufanya detoxification na kuruhusu mwili kujijenga wenyewe vizuri, ambayo ni issue ya hatari sana. Mzee unakuta ni mbaba, mtu mzima kabisa, miaka 55, 60, 70, yuko barabarani asubuhi anafanya, na kati angekuwa na yale maisha kipindi cha nyuma mapema sana, asingekuwa kwenye hiyo hali kabisa. Sasa ni rai yetu kwa vijana kwamba tuwe na hiyo tabia. Wangapi asubuhi wakiamka wanakunywa maji ya vuguvugu kuweza kutoa sumu mwilini? Au anaamka asubuhi anakimbilia kwenye friji, anaangalia kuna nini kiko kwenye friji, anatupia pale pale. Anaenda kwenye friji, anaangalia kuna maji ya baridi, anatupia pale pale, pasipo kujua mwili usiku ndio huwa
kuwa na unatoa sumu. Ndio maana ukiamka asubuhi lazima ukute mdomo unanuka. Sawa, au mwili unatoa harufu. Si ndio? Sasa pale ukinywa maji ya vuguvugu mwili ukasweti, umezitoa zile sumu. Okay. Vizuri, na umelisaidia ini kufanya kazi vizuri kwa sababu kazi ya ini ni kuchuja sumu kwenye mwili. Sasa usipofanya vile, maana yake ukanywa vitu vya baridi, maana yake unaruhusu mishipa kuziba zaidi. Maana yake kama mishipa inaziba, unaruhusu zile sumu kujiakumulate kwenye baadhi ya joints, kwenye mishipa, baadaye unashangaa mtu ana pressure, unashangaa miguu inafanya ambavyo ni vitu vingi sana. Sasa tukiongelea kwa wanaume, tunaongelea hizo changamoto umri unavyoenda zinakuwa ni nyingi, na hata eneo la uzazi linakuwa alifanyi kazi tena. Vizuri. Okay. Yes. Okay. Mimi mpaka na sisimko. Okay, sasa umezungumzia pia ukasema kwamba kwa upande wa pedi sio tu wanawake peke yao. Sasa tuelezee hapo kwa upande wa wanaume wenyewe wanakuvaa utumiaji wao sasa wa pedi ili kuweza kuepukana na haya magonjwa sasa. Wenyewe inakuwa vipi? Maana naamini kuna wanaume ukashtuka hadi sisi kuvaa pedi. Anasema msitutanie. Kwa hiyo tuelezee pia hapo kwenye uvaaji wa pedi kwa upande wa wanaume. Okay. Sasa nikija kwenye solution ya kutibu mfumo wa uzazi, taasisi yetu nimesema mwanzoni imefika Tanzania mwezi wa kwanza. Kwa sasa hivi tuna miezi 8, lakini imefanya vizuri sana na tuna shuhuda nyingi sana, baadhi yenu mmeziona na tumekuwa na mikutano tofauti. Hata Jumamosi iliyopita tulikuwa na mkutano Rock City hapa Mwanza na watu wengi, wengine wametoka Geita kuja kushuhudia tu, wengine wametoka Tabora wamekuja kushuhudia, wengine wametoka Arusha wamekuja kushuhudia kwamba mimi nilitumia, baada ya mwezi mmoja inaendelea vizuri. Nina watu wa hernia ambao wamepona kabisa, zilikuwa zimevimba zimepanda juu. Amevimba lakini amevaa hata hajamaliza mwezi wa pili imerudi normal kabisa. Ambao very soon pia nitaenda kuonana nao baada ya kutoka Mwanza. Nitaenda tutawaita ofisini na tutafanya nao interview kwa ajili ya kwenda kuwasaidia watu wengine wengi zaidi. Na najua tutaendelea kufanya vizuri kwa ukubwa sana. Sasa wanaume, kwa nini nazungumzia na wenyewe wanatakiwa kuvaa hizi? Kwa sababu ya viambata vilivyowekwa humu ndani. Okay. Yes. Ukiangalia hizi brochure zetu hapa, kuna ingredient karibu 5 ambazo zipo hapa ambazo zinafanya vizuri sana kwa watu ambao wanatamani kufuatilia hizi products zetu zinafanyaje kazi. Kwa sababu hizi cha kwanza hazina kemikali ya chlorine. Zimetengenezwa organically kutoka kwa kampuni yetu ya Eve Enterprises Corporation Africa. Organically na ni natural. Kwa hiyo viambata vilivyowekwa huku pia ni natural ambavyo mtu akivitumia ndani ya muda mfupi siku 90 anakuwa yuko normal kabisa. Lakini sio wote wanaomaliza siku 90 kwa sababu ya tunategemea na blood group. Wengi wao mwezi wa pili mwishoni wa 3 wanakuwa wamepona kabisa. Sasa kwa wanaume, kwa nini wanatumia hizi? Kwa sababu issue kwanza ni seli. Kwa hiyo ukishafika umri fulani vitu vingi kwenye mwili havifanyi kazi. Lakini wanaume wengi sana wamefanya masturbation. Wanaume wengi sana wametumia dawa za kuboost mishipa. Sasa wanaume wengi sana wanakunywa vilevi, pombe ambayo inaenda kuacha sumu nyingi na kuathiri mishipa. Kwa hiyo inakuwa wana hatari sana kwenye eneo la uzazi. Lakini pia zile male gametes zimekuwa dhaifu. Tukiwa tunaongelea seli. Kwa zile reproductive cells zimekuwa dhaifu. Sasa hivi viambata viko kimaalum kabisa. Mwanzo wakati zinatengenezwa zilikuwa zimetengenezwa kimaalum kwa ajili ya wanawake. Lakini baadaye walipokuja kuongeza hizo ingredient hapa, wakagundua kwamba zinafanya kazi mpaka kwa wanaume. Na wanaume wengi sana wenye tezi dume, wenye impotence, wenye hernia, tumeona wanapona kabisa. Ambapo kuna hii ingredient inaitwa cypress oil, ambazo ni mbegu ambazo zina nguvu sana, ambazo ukiweka kwenye via vya uzazi, kwa sababu via vya uzazi huwa vina joto, especially kwa wanawake vina joto kali sana. Sasa kwa sababu haya ni mafuta, ni mbegu zinazozalisha mafuta, inapoingia kwenye via vya uzazi, ikikutana na uvimbe wa aina yoyote, na inaingia kupitia pau za ngozi tu. Yes, zile vidoti ambavyo kuna vinyweleo ambavyo ndio vinatumika kutoa sumu kwenye mwili, na wakati wa baridi vinaachia vinyweleo. Sasa hii cypress oil ikiingia, ikikutana na lile joto, ikikuta kuna uvimbe wa aina yoyote au kuna mshipa umeziba, inayeyusha kabisa. Alafu ule uvimbe unayeyuka na unatoka kama hata mwili zinavyotoka zingine za kawaida. Kwa wanawake tunaikuta kwa ukubwa sana, kwa sababu wao vimbe zile zinatoka za fibroid, zinatoka kabisa, naona mabonge nyama zinatoka.
Kuna ambazo ninazo hapa direct, ukiniruhusu nitazisoma chache. Yani sawa kabisa. Yes. Lakini kuna mtu anakuambia ninafika washroom, ninachuma wakati anaendelea kuvaa, ameenda washroom, akichuchuma tu hivi anaona mabonge yanatoka. I will show you, utasoma peke yako. Lakini kuna baadhi ya vitu ni confidential ya daktari na mgonjwa. Lakini nitakupa hii ndogo usome. Good. Okay. Unaweza kunisaidia kusoma hii hapa? Utasoma tu kuanzia, nataka kukwambia hapo ache kwenye mabonge. Kuanzia hapo juu. Okay. Okay. Nianzie hapa kwenye mabonge. Mwanzo kabisa. Mpaka kwenye. Okay. Anasema habari Dr. Mungure, mimi ninaitwa Nuru Rose, niko zangu Kigoma. Anasema sasa nimejiunga kuanza kutumia pedi za Eve na kwa sasa ninaomba unisaidie. Nilianza kutumia tarehe 26 mwezi wa 7, baada ya siku 5 tu zikaanza kutoka damu kidogo. Kwa hapa tunaongelea sasa hivi ndo ana mwezi. Leo tarehe 26. Yes. Akasema pia kwamba baadaye zikaanza kutoka mfululizo. Yani tangu Jumatano mpaka leo Jumanne siku ya 7 bado zinatoka, na hasa nikienda chooni nikachuchumaa zinamwagika kama vibonge. Yes, sasa kuna ambazo tayari zipo shule za live kabisa ambazo zipo kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ukiingia kwenye Eve Enterprises Corporation Tanzania utaziona kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, YouTube, zipo hizo shuhuda. Lakini pia ukiingia kwenye page yangu ya Dr. Moses Mungure utaiona Moses Mungure Clinic. Na hiyo kuna nyingine hapa, hii ni ya uvimbe sasa. Ni ya uvimbe. Hapa kwa ufupi kabisa. Umeona huyu hapa alianza dozi tarehe ngapi? Tarehe 3. Tarehe 3 Agosti. Na leo ni Agosti. Si ndio? Yes, alafu umeona uvimbe ulivyo ni mkubwa sana. Sasa kadri alivyoendelea kutumia akanitumia tulivyomvalisha. Sasa wanaume wenyewe hawatumii pedi. Wanaume wanatumia hizi panty liner. Yes. Mwanzo wakati sisi zilikuwa zinakuja package ambazo zina panty liner 2 na pedi 1. Lakini sasa hivi ukimpelekea mwanaume anasema mimi sitaki pedi, nataka nivae panty liner. Pedi ni za wanawake. Kwa tukaamua kuzitengeneza ambazo ni panty liner peke yake. Ambao kuna mwanaume akisema mimi sitaki kuzivaa, lakini kawaida kabisa akifanywa operation ya tezi dume, ujue kabisa atakaa na kidonda muda mrefu sana na ataenda kusafishwa mara kwa mara. Lakini kivaa hii ana kidonda chochote, hakuna kitu kinachomsumbua. Na wakati unapozungumza hivyo, ninazozungumza nawe hapa, mimi mwenyewe nimevaa. Kwa nini? Kwa sababu ninajua afya yangu ya uzazi katika sehemu nyeti sana na ni hatari sana kuathirika ni mfumo wa uzazi kuliko maeneo mengine ambayo ni ya muhimu sana. Sasa natamani uone hapa, uelezee. Umeona hii hapa. Umeona tulivyomvalisha ile mtoto, vimbe zilivyokuwa kubwa. Lakini tarehe 8 hizi ni wiki moja sasa. Hata haijaisha. Anasema habari Dr. Moses, inaendelea na majukumu na saa hizi analala muda mrefu. Umeona uso ulikuwa ukikauka, saa hizi anaendelea vizuri sana. Asante sana. Hiyo ni tarehe 3. Lakini kadri inavyoendelea, umeona juzi Jumapili Sunday amenitumia. Umeona zimeisha kabisa. Zimeisha kabisa. Na mwezi haujaisha. Lakini anasema habari Dr. Moses, pole majukumu ya hapa na pale. Sawa, kuna muda yanajaa na kuna wakati mwingine yananywea. Mungu ni mwaminifu. Sawa? Anazidi kunipambania. Hapa chini anasema mimi nikamwambia lazima umalize miezi 3 kwa sababu issue sio kumpa nafuu. Issue ni yapone kabisa. Hapa chini anasema I say ndio nina furaha sana, mwanangu anacheza vizuri, anamshukuru Mungu na zenyewe zimebaki kama 9. Sasa hapo anaongelea kwamba hizi ndo zimebaki chache. Huko ndani zipo 20. Kwa hiyo zimebaki 9. Tulimpatia package nzima ya 200,000 kwa mwezi. Ambayo tena huyu ni msamaria mwema tu alifanya kumsaidia kwa sababu ameteseka karibu mwaka mzima, anapelekwa Muhimbili, anarudishwa, mtoto kumbe ana tatizo la moyo. Anasema kwamba wakimfanyia operation anaweza akafariki. Sasa akawa anajaribu kufanya njia nyingi sana. Alipokutana na sisi ameshapoteza mamilioni mengi sana. Kwa amekutana na sisi hata hajatumia dozi mpaka sasa hivi hata ya 700,000 haijafika. Hata 400,000 haijafika. Lakini tayari anaendelea vizuri. Lakini tunamshauri amalize ile miezi kwa ajili ya kufanyaje? Ya kwenda kujenga zile seli ili asirudi kwenye ile hali kabisa, kwa sababu tunasemaga seli is the basic
unit of life. Kwa hiyo ukiwa na seli imara huwezi ukapata tatizo kabisa. Kwa hiyo ni rai yetu. Kwa hapa nilikuwa naelezea tu cypress oil peke yake. Sijaongelea madini ya mafenite. Kuna madini ya aina mbili hapa, madini ya mafenite pamoja na madini ya tawas. Ambayo haya ni madini ya muhimu sana. Ukiangalia tawasi kawaida kabisa mtu akiwa anatoka damu. Haya madini ya chumvi. Ukamwagia chumvi pale. Ile damu inakata. Alafu ni kama panaumuka kwa sababu ya potassium. Sasa hii hapa imewekwa kimaalum kabisa kwa wale watu ambao unakuta anavuja damu muda mrefu kama ni mwanamke. Unakuta ana bleed zaidi ya siku 4, 5, 6, 7 ambao is not normal. Kikawaida mwanamke anachukua bleed siku 3, siku ya 4 anajisafisha. Ila unakuta mwingine ana bleed siku 7 tayari homoni zake zimesha vurugika. Sawa lakini hii hapa the same time inaua bakteria na magonjwa yanayotokana na bakteria kama unavyoona hapa, alafu inatoa ule uchafu kwa sababu ni madini ya chumvi. Alafu pia yanazuia kuganda kwa damu. Kuna watu ambao wameshafika kwenye menopause na ni kumbe ni kabla ya wakati. Wamepata zile early menopause, mirija imeziba. Nimezungumzia mwanzo kwamba ile sumu inavyoendelea kuwa nyingi inatengeneza kansa. Baadaye mirija inaenda kusababisha mirija inaziba. Unapata early menopause. Zile ni red blood cell ambazo hazihitajiki tena. Seli ambazo hazihitajiki zinatoka, mwili huwa unajitengeneza wenyewe. Ndio maana na sumu zinatoka, mwili unakuwa safi. Sasa zisipotoka, maana yake unatengeneza seli nyingi zilizokufa ndani kuliko zilizo hai. Ndio baadaye unaambiwa kuna saratani. Ndio tunarudi kwenye ile takwimu kwamba 2030 itakuwa imeongezeka mara 7. Tunaongelea mamilioni ya watu ya wanawake na wanaume wenye saratani. Hiyo ni tawas. Nikija kuongelea madini ya mafenite utakuta kuna zinc ndani, utakuta kuna sulfur ndani, utakuta kuna iodine ndani, utakuta kuna manganese ndani. Madini yote yapo hapo pa one time. Ndio maana hii pia tukitumia hata kwa watu ambao wana vidonda au wana shida ya uti wa mgongo tunamwekea na anaenda kusikia vizuri. Kuna watu ambao unakuta alikuwa anabeba ujauzito anapata miscarriage. Umeona kwa sababu ya hiyo changamoto ya uzazi, hizo sumu zimeshakuwa ni nyingi sana. Sasa anapoenda kutumia hii inaenda kurudisha madini yalikuwa yamepungua na inamfanya anaweza kuconceive miezi 9 na akazaa kawaida vizuri kabisa na akaweza kusukuma mtoto vizuri, kwa sababu hiyo hali imekuwa sasa hivi ni kubwa sana. Pia wanawake wengi sana hawezi kuzaa kwa njia ya kawaida. Haya madini ya mafenite yanafanya kazi hiyo, na pia yanapunguza miwasho, yanaboresha ufyonzwaji and everything. Peppermint hii hapa, hizi sio padi za kawaida. Hii ni panty liner. Hizi padi sio padi za kawaida. Kwa wakati mwingine mtu anaweza kafikiria huko nje kwamba ni kama zile padi za kawaida. Hapana, hizi ni dawa kabisa ambazo zenyewe sasa zimewekwa viambata asilia vyenye nguvu sana, na viambata hivi vinashirikiana. Ndio maana mtu kabla ya miezi 3 anakuwa ameona mabadiliko makubwa sana. Sasa hata hii unavyoifungua kikawaida, wadada huwa mkichukua, tukiachana sana wanaume hapa, kawaida ya dada wanapokuwa akifungua anaweza akasema anachukua moja huku anatia kwenye pochi, nikifika baadaye nitabadilisha. Hii unavaa masaa 12. Na masaa 12. Kwa sababu na imewekwa uwezo mkubwa wa kubeba mpaka lita 1.5. Kwa hiyo ina uwezo mkubwa sana. Japokuwa ikitokea ni yule mtu ambaye alikuwa na heavy blood, ana bleed sana, akitokea imejaa hata kabla ya yale masaa 12 anaruhusiwa kubadilisha akavaa nyingine. Lakini ufunguaji wake na utunzaji wake kama dawa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ukishaifungua hapa palipoandikwa open, ukaitoa ile moja, ukaivaa, baada hapo inabidi ufunge, upasildi kabisa na uiweke mbali na watoto, kwa sababu ikishakaa wazi masaa 3 inabidi utupe. Haina kazi yoyote. Ununue mpya. Na mimi na watu kama hadi watu wenye vidonda vya sukari ambao tunawafungia hizi, na kuna baadhi yao nilikuta ameiacha wazi, na baada ya unawapo sio mmoja, kwa sababu watu wamejua ni vitu vya kawaida, ni zile ambazo tunaweza kuchukua ukavaa, yani ukaweka kwenye pochi na everything, kumbe anaona haoni matokeo. Sasa kumbe amekosea utaratibu mwenyewe. Changamoto ni watu hawafuati utaratibu na hawafuati ushauri wa daktari. Watu wengi sana huko mtaani au mjini hawaponi, wanalenda Muhimbili kila mara daktari anamuelekeza hivi. Haponi kwa sababu hafuati utaratibu. Sure. Ukifuata utaratibu, wanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ni issue ya maarifa tu. Ukiwa na maarifa na ukafuata utaratibu, maarifa yanakupa discipline na
kujilinda mwenyewe bila kuingia kwenye matatizo, kwa sababu ukishajua hichi kitu nikifuata hivi na hivi na hivi na hivi nitajilinda na sitakuja kupata changamoto yoyote, utakaa vizuri. Lakini usipokuwa na ile maarifa utapata shida kila siku. Utakuwa ni mtu yule yule wa kurudi kwenye matatizo yale yale, especially hatari sana kwenye lifestyle tulionayo. Yep. Okay. Sasa daktari, hapo mimi na swali kidogo ambapo umesema kwamba kwa kawaida kwa mwanamke inabidi aingie siku zake siku 3 ya 4 anakuwa anamalizia na kujisafisha. Unajua mwanzoni pia ulizungumza kama sasa hivi ni kama kijiji, kila kitu ni mtandaoni na nini. Hasa kwenye kupita mimi nikaona kwamba wakati mwingine uniambia kama na hii tiba iko sawa ama iko sawa, kama unachukua steam dalasini sijui na karafuu na chemsha kwenye maji ya moto, unaweka labda kwenye kifaa kama ni ndoo au nini, afu mwanamke unaenda chooni ile siku ya 4 ambapo unakuwa umemaliza, then ule mvuke ukishakugusa kule kwenye maungo yako then unakuwa umesafishika. Je, na hiyo imekaa sawa kitaalamu au ndo tunazidi kuharibu? Maana imetembea sana hiyo, watu wasio wanafanya hivyo kumbe wanaharibu, au kumbe labda wako sawa. Okay, hiyo ni nzuri. Okay, ni nzuri. Lakini sasa tukija kuongelea ni kwamba unajipa ahueni. Okay, sawa, ya kuweza kuendelea kuishi bila hizo changamoto. Lakini haupaswi kujipa ahueni, unapaswa ujitibu kabisa, urudi kwenye uhalisia wako. Lakini pia sio kila kitu ambacho sasa hivi kipo mtaani au ambacho tunakipata huko ambavyo vimethibitishwa na TMDA. Ukiona mimi ninaongea hapa, ninaongea kwa ujasiri sana kwa sababu hichi ninachokiongelea hapa kimethibitishwa na Tanzania Medical and Drug Authority. Yes. Sawa, na haijasajiliwa kama pedi, imesajiliwa kama kifaa tiba. Sawa, ukisoma hapa chini utaona kabisa ni a product with regulation of controlled medical device in Tanzania throughout. Sawa, kwa hiyo ni dawa kabisa. Sasa kama imethibitishwa maana yake ni salama pia kwa matumizi, lakini pia ina uangalizi wa watu wa afya. Sasa usipotumia vitu ambavyo viko kwenye uangalizi wa watu wa afya, maana yake unajipa nafuu, lakini kwa sababu tupo kwenye karne ambayo seli zinashuka umri unavyoenda, maana yake ni kwamba unajipa ahueni, lakini baadaye zile seli zikiwa ni nyingi zimekufa, kwa sababu kama ile inaenda ikipandisha ule mvuke, ni kweli kabisa itaenda kuzibua kwa sehemu ile mishipa. Lakini kama seli zimeshakuwa dhaifu, baadaye tatizo linalipuka ghafla. Unashangaa una tatizo kubwa kabisa. Afa nasema kama nilikuwa najitibu na nini, ulikuwa unapunguza ile maumivu and everything like that, lakini tatizo limekuja kuwa ni kubwa kwa sababu ya issue ya seli. Ukishamgonga mtu kwenye seli, tayari umemmaliza. Kwa sababu seli kabla wewe hujazaliwa ilikuwa ni seli ya baba na seli ya mama. Zikatokea mechanism za tissue, baadaye stem cells, baadaye organs, baadaye system, baadaye organism ambayo tunamuita zygote au kijusi. Kwa hiyo lazima ukatibu kwenye chanzo moja kwa moja ili kumfanya huyo mtu arudi kwenye uhalisia wake, sio kumpa ahueni. Kwa sababu kama seli zimeshaathirika unampa ahueni, baadaye zikiendelea kukua, baadaye tatizo linakuwa ni kubwa na la kuingiza kwenye gharama nyingi sana. Okay, sasa tukirejea kwenye hii, umesema sio pedi ya kawaida. Hii ni dawa moja kwa moja. Sasa tunatamani kujua yani unaitumia vipi kama ni dawa, kwa sababu umesema inabidi uitumie ni kama dozi na unaweka mbali na watoto. Na humu ndani kama nimekusikia ukisema zimo ngapi? 10. Hizi ziko 20. Hizo ziko 20, hizi ziko 10. Kwa hiyo kwa mfano labda mimi nimechukua, nimetumia, labda nimeingia period. Ninaacha natumia zile za kawaida au naendelea nazo? Okay, ndani ya hizi siku 90 ambazo nimezizungumzia, unakuwa unatumia hizi peke yake au usio kutumia zingine, kwa sababu hizi hapa una mfano kama leo mtu akija anahitaji kutumia na hayupo kwenye hedhi zake, inabidi atumie hii hapa. Ambayo hii ni pankilina sio pedi. Anaitumia hii. Kwa utibuji wa hapa na hapo ni the same. Ni ingredient ni sawa. Ila utofauti ni uwezo wa kubeba uchafu. Hii haijawekwa kubeba uchafu. Japokuwa inavuta uchafu. Ila sasa wengi wao umeona kama huyo hata mwezi haujaisha na alikuwa anavaa pankilina ambayo umesoma shuhuda wake hapo. Alafu ameanza kuona madudu yanamtoka. Ukisoma pale chini utakuta nimemwelekeza vaa unazo za pinki. Ameniambia ndio. Nikamwambia vaa hizo ili uweze kukaa muda mrefu naendelea kuvuta huo uchafu na hizo vimbe na kusafisha mirija na kujenga zile seli. Ukiangalia ingredient ya mwisho hapa inazuia saratani. Maana kama inazuia saratani inajenga seli. Maana saratani ni ukuaji wa seli, nimezungumzia zilizokufa kuliko zilizo hai. Maana inaruhusu seli hai
kujengwa. Kwa hiyo mtu anarudi normal kabisa na inaondoa ile maumivu and everything, inaenda kusaidia uponyaji moja kwa moja na inaondoa vimbe na maumivu and everything. Kwa hiyo unakuja kukuta kabisa ukitumia ndani ya huo muda au ruhusiwi kutumia kitu kingine chochote. Utatumia hizi za kwetu peke yake ndani ya hizo siku 90 alafu unakuwa umepona. Hapo sasa nimeongelea kwa mtu ambaye tayari ni mgonjwa. Lakini kuna wale ambao sio wagonjwa. Sio lazima utumie siku miezi yote 3. Sio lazima kwa sababu unakuta tatizo lako ni dogo. Kwa hiyo unaweza kutumia at least miezi 2 au mwezi 1.5 au kaifanya padi yako ya kuivaa kila unapoingia kwenye period, ila unavaa usiku. Kwa nini usiku? Kwa sababu wengi sana mchana anaweza akazingatia wakati kwenye zile diaper za kawaida. Alafu usiku anapitiliza. Kwa ile sumu inazidi kuwa ni nyingi ya dioxin ambayo ni first class cancer causing agent. Kwa hiyo akiwa anaivaa usiku, maana kama mchana ulikosea muda kidogo ile sumu ikaanza kuingia. Maana yake usiku inaenda kutoa hii ya kwetu. Inaenda kusafisha kabisa na kutoa zile sumu. Yes. Sasa daktari, kuna swali hapa na nashukuru nimelikumbuka. Good. Kuna mtu mmoja alikuwa anazungumza kwa kuna kipindi fulani hivi cha afya. Ilikuwa nakitazama kwenye channel fulani hivi. Mtu alikuwa anashuhudia mwanaume akanasema alienda kukutana kimwili na mwanamke, lakini baada ya kutoka pale akapata maumivu. Yaani maumivu ya sehemu zake za siri, akanapata maumivu makali na kaenda hospitali akaambiwa sio na UTI na nini. Alafu wanasema walivyoelewa kuhusiana yule mwanamke naye akamwambia na yeye pia anapata maumivu na akaenda hospitali. Mwanaume akapata maumivu na mwanamke pia akawa na maumivu. Yaani wote wakaenda hospitali kwa ajili ya kupata tiba. Je, hiyo pia inaweza ikawa ni shida iko wapi? Na ndio hiyo saratani labda ilikuwa na mwenyewe na muandamia mwanamke au mwanaume au wote walikuwa na matatizo. Okay. Kuna kitu tunakiita human papilloma virus ambayo wanaume huwa ni carrier. Wanawake ni receiver, wanapokea ambayo ikiwa imekuwa ni nyingi sana mwanamke anapokuwa ameipata kutoka kwa mwanaume na kama mwanamke kinga yake ni ndogo mwanamke anaathirika moja kwa moja. Na ni kwa sababu pia huyu mwanamke kwa nini anapata ile changamoto? Kwa sababu unakuta ile sumu imeshakuwa ni nyingi kwenye via vya uzazi ile ya dioxin, kwa hiyo kinga ipo chini na obviously 80% ya wanawake kinga ya mfumo uzazi ni ndogo kwa sababu kuna vitu vingi sana wana experience na wanafikiri ni kitu cha kawaida na ananyamaza nacho kwa sababu ni aibu. Wengine wanaona ni aibu, kumbe mficha maradhi kifo mumbua. Sasa ni vizuri kuwa wanafanya, na hatuna tabia ya kwenda kufanya check up mara kwa mara. Wengi wanafikiri ningeenda kufanya check up nikiambiwa kitatizo kidogo tu ni pressure pale pale inapanda, psychology unaathirika psychology na kila kitu. Sasa zile virus ukikuta mwanamke kinga yake ni ndogo unakuta zinamuathiri moja kwa moja na anaanza kupata hizo experience ambazo umezisema. Na kama mwanamke na yeye alikuwa na madhara ya ile sumu imekuwa ni nyingi, maana yake kuna baadhi ya bakteria wale wa PID ambao wamekuwa ni wengi, tunaita pelvic inflammatory disease. Unakuta pia na mwanaume lazima experience changamoto. Hiyo PID ndio ninaisikia tu PID labda kuna mwingine huko anatazama lakini hajui maana yake kabisa exactly, yani ni gonjwa gani. Good. PID tunaita ni pelvic inflammatory disease. Yes, ni inflammation zinazotokea kupitia kwa wadudu, vijidudu ambao vinaingia kwenye mfumo wa uzazi, especially kulingana na usafi wa mtu ulivyo, kulingana na madawa unayotumia mara kwa mara and everything like that. Lakini pia na hii sumu kuwa nyingi inasababisha vile vijidudu kupata nguvu na kuingia kwenye via vya uzazi, na ndio inakuja kusababisha kuna mtu akiingia kwenye hedhi zake au kikawaida anakuta anatoka harufu mbaya. Kuna mtu aliwahi kuniambia kwamba ukitaka kujua dada wana harufu mbaya nenda saluni kasuke. Kwa sababu unakuta dada anakaa, wewe unaegemea hapo kwenye miguu yake, unasukwa. Na huwezi kumwambia unanuka. Kwa sababu unaweza kaongezewa bei ya kusuka. Kabisa mwe. Kwa imekuwa ni kubwa sana. Sasa lakini changamoto nyingine unakuta mdada anaona kuna ute kama maziwa yanatoka, tunaita shombo ya samaki. Kama shombo ya samaki. Yes. Imekuwa ni very common pia sasa hivi. Sasa asipofanya matibabu kwa haraka inakuja kusababisha PID inakuwa strong na inakuwa sumu. Baadaye vile vijidudu vikipata nguvu na kuja kusababisha hadi vimbe. Sasa nikiangalia muda wangu hapo tumebakiza dakika 9.
Sasa ningetamani nikupe nafasi uweze kutuambia mnapatikana wapi, kama una namba ya simu ya kwako, kama ni namba ya biashara unaweza ukatoa hapo kwa ajili ya watu waweze kukutafuta, lakini pia kwa ajili ya kupata ushauri na saa. Maana kama umesema kwa dakika 2 kuna mwanamke ambaye anakufa Mbeya na ugonjwa wa saratani, tuko katika hali mbaya, especially sisi wanawake. Kwa hiyo nikupe nafasi kama dakika 3 hivi, dakika ngapi, ujitangaze hapo biashara, utuambie wapi tunaweza tukawapata, kama kuna delivery, kama kuna nini, kama kuna namba ya simu tutakapiga moja kwa moja makao makuu tukawapata, au mpaka mtuzimie simu mpaka tuje huko. Karibu. Thank you very much mtangazaji. Yeah. Tunapatikana Arusha, makao makuu. Tunapatikana Dar es Salaam. Okay. Arusha ni Mianzini na namba zetu zipo. Lakini pia hapa Mwanza ndo tumeanza kuja na tuna mawakala ambao hizi product zipo. Wow. Tunakuunganisha tu utakapotupigia simu, tunakuunganisha na wakala ambaye yupo hapa. Lakini pia Morogoro tupo pale CCM 77. Kuna ofisi kabisa pale, kwa watu wanapata huduma. Kwa hiyo kupitia mikoa ambayo tayari tunafanya vizuri, na Mbeya pia tupo Mbeya mjini pale. Kuna wakala ambaye yupo kule ambao very soon tutakuwa na ofisi nyingine. Lakini pia tumeshaanza kwenda hadi Zanzibar. Tupo tumeshaanza kwenda paka Zambia, Malawi, na hivyo tumeanza kwenda Kenya, tumeanza kwenda mikoa nchi zingine mbalimbali. Kwa hiyo tunapatikana. Wow. Na mkoa wowote unapata huduma kwa wakati. Wow. Na taasisi imesajiliwa, iko authorized vizuri sana. Kwa hiyo unapata huduma kwa wakati, na hata kama ukiona kuna kitu hakiko sawa, ukitufuatilia kwenye masuala ya Wizara za Afya unatupata. Kwa hatuwezi kukukimbia. Okay. Tupo wazi kabisa. Lakini na delivery zote tunazifanya. Yes, kwa naweza ngataje namba zangu za simu ili kwa maswali zaidi. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji kuanza kutumia dozi, tupo na tunaweza kumpatia. Zipo hapa Mwanza, kwa mkoa wote tunaweza kumtumia kwa wakati kwa ajili ya kujikinga, kwa sababu hata wanawake tunawashauri hizo wazivae. Hata kama haumwi, azivae kwenye matiti. Okay. Vaa tu kwenye bra yako mchana, tembea nayo. Inaenda kufyonza, kwa sababu kuna shule zipo kwenye mitandao. Ukuta mtu alivaa tu, alikuwa hajui kama ana tatizo, kumbe tayari alikuwa anaona zile dalili za kiingia kwenye hedhi ambazo nimezielezea mwanzo. Anapokuwa ameivaa anaanza anaona kuna mistari inajichora. Anajichora, asiogope. Ajue ndo zile kansa zinaanza kutoka, vimelea vya kansa vinatoka. Anakuta anavaa mwezi mmoja, anamaliza mwezi wa pili yuko normal na imerudi kawaida kabisa. Wow. Na hautakuja kumsikia huyo mtu ana saratani, wala hatakuja kuingia kwenye ile kundi la watu wenye saratani ambao wanasema 2030 watakuwa wameongezeka mara 7, ambao kwa kwetu tu Tanzania mwaka jana walisema wamekuwa ni wengi sana. Kwa hiyo hizi tunashauri sio kwa mtu anayeumwa tu. Kwa mtu ambaye anataka kujikinga tunampa, anaanza na hizi ambayo dozi nzima zinakuwa ni 4 kama zilivyo hapa. Dozi nzima zinakuwa ni hivi, ambayo kila moja ni 50, ambayo ukitaka kupata yote dozi kwa mgonjwa ni 200, ambayo miezi 3 600. Lakini ambayo ni very affordable kuliko kapata tatizo katika kufanya operation ukahitaji kutumia mpaka milioni na zaidi. Wakati ungeweza kututafuta na ukatumia bila kufanya operation, bila kutumia kuwa na vidonda vyovyote na ukawa umepona moja kwa moja. Lakini kwa mtu ambaye anataka kujikinga, anaweza akapata hizi 2 kwa 100 kwa kila mwezi na akajikuta anajikinga. Ila tunakupa precaution kwamba ikitokea umeona mauchafu yanakutoka ni mengi, basi kwa ushauri wetu njoo chukua dozi nzima. Kwa sababu unakuta kuna wengine anasema mimi sina shida, naomba nijaribu tu nione navaa au niwe ninazitumia kwenye maeneo mengine, kwa sababu hizi tunazitumia hadi kwenye watu wenye vidonda vya sukari, hizi Patlina sio padi na maeneo mengine ambayo nimeelezea mwanzo. Kwa akiweka pale anaanza kuona mauchafu yanatoka, anakuja kuchukua dozi nzima, ambayo namba zetu zipo ambapo unaweza kuzitaja. Ni 07 19 83 17 89. Ndio tena 07 19 83 17 89. Andika tu message au unaweza ukapiga simu, kwa kikuta naongea, kwa sababu nakuta naongea na watu wengi. Mbona sasa hivi niko tu hapa lakini simu zimeita mara ngapi na sijaweza kupokea. Na sasa hivi immediately tulimuona kuna mtu mwingine ameshaanza kupiga, naona ameshaanza kupiga. Tuma tu message rafiki, alafu nitakuhudumia. Uniambie mkoa wote ulipo, alafu naweza kukuhudumia kwa wakati. Mbona zinaendelea kuita tayari ninaona hapa. Nikupe dakika moja uweze kutoa ushauri kwa wanawake, lakini pia na vijana wa kiume na wanaume. Ushauri wako wewe ni upi haswa kwa dakika hiyo moja? Karibu. Okay, jamani, tufanye mazoezi.
tufanye mazoezi, lakini tupunguze kunywa vitu vyenye kemikali kali. Pombe, sigara tujiepushe nazo. Sio salama kulingana na karne tuliopo. Lakini pia tujitahidi kunywa maji sana kwa ajili ya kutoa sumu kwenye mwili na kuruhusu mwili kujijenga wenyewe. Lakini pia tupunguze kunywa maji ya moto sana. Kuna wakati mwingine kunywa yale maji ya barabarani, yale ambayo unakuta yamewekwa kule barabarani, sio salama. Kwa sababu ile joto linapokuwa ni kali, zile chupa zina kemikali ya bisphenol ambayo inasababisha uvimbe kwenye mwili kwa haraka sana. Kwa hiyo tupunguze, at least ukiyachukua kule. Sio kama simaanishi mkawasiende kwa support machinga. Nendeni mkawasupport mapema sana. Lakini at least unapoyachukua yapoe kwanza. Okay. Yes. Yanapokuwa yamepoa, unapokuwa umekunywa naenda kufanya kazi vizuri sana. Na simu zinaita kweli kweli. Lakini nitawahudumia wote na tupo na tutakuelekeza kama uko mkoa wote unapata huduma kwa wakati. Kwa hiyo ni ushauri wangu. Wow. Basi mimi nikushukuru sana daktari kwa kufika hapa, na ninaamini kwamba wanawake tunakwenda kupona, na naamini kwamba umekuja hapa kwa kusudi na Mungu ana makusudi pia. Lakini pia nikushukuru hata wewe mtazamaji ambao umetenga muda wako kabisa mzuri kuweza kutazama kipindi hiki cha Mama 255, na ni hakika yangu kwamba siku ya leo umeweza kujifunza vizuri kuhusiana na afya ya uzazi. Hivyo basi tulivyoshauriwa na daktari tunakwenda kuvifanyia kazi. Lakini pia karibu ujipatie dozi yako jamani. Hapa 50,000 50,000. Hii sio pedi ya kawaida na hii sio pentrainer ya kawaida, si ndio? Yes. Kwa hiyo 50,000 unachukua dozi yako nzuri ambayo imekamilika na mambo yote ambayo ni mabaya kwenye mwili, sijui saratani, vitu gani, uchafu, sijui PID vinatoka ndani ya miili yetu. Jamani wanawake tujipende. Harufu mbaya tutaepukana vipi? Tutumie dozi hii hapa. Mimi langu jina ni rafiki yako Jacqueline Venanti, kituo bora ni Star TV. Ingia YouTube, ingia Instagram, ingia TikTok, andika Mama 255, mzigo mzima utakuta huko pale tap umetulia. Na sasa kujua siku leo tulikuwa na mgeni gani, lakini pia mada yetu ilikuwa ni mada ipi. Mimi ninakupenda. Usitoke kando ya televisheni yako. Star TV ndio mpango mzima. Langu jina ni rafiki yako Jacqueline Venanti, hadi wakati mwingine. Bye. Thank you.